Get the point. Take a step forward. For where your treasure is, there your heart will be also. Wazazi, the Bible says kwamba for where your treasure is, mahali asina yako hiko, kwenye umeweka mali yako, hapo ndio unafikiria sana, roho yako inakaa hapo. Where your treasure is, asumutuni nguvu haubure. That is where you think every day. Kila wakati unafikiria kwenye umeweka hazina yako. There is a time nilipata pesa, nilihandle pesa nyingi sana katika maisha yangu. Yaani nitanyako na wachipe sa chinga na hiyo, na Mungu akanibariki nikapata hizo pesa. Na hizo pesa zilikuwa chini ya mattress, niliweka chini ya mattress. Sasa nilikuwa na mpango wa kununua gari. Kwa hivyo before nipate gari ile yenye nataka kununua, nikaweka chini ya mattress. And every time nyumba mimi mwenyewe ndio nimefunga, lakini nikitoka nikienda nje, nikirudi ninatoa mattress kuangalia kwamba zile pesa ziko ama ziko. Yaani naacho kwa tilinga na watching usenji. Tena hiyo itoshi, ninaanza kuhesabu tena. Ziko zote. Why? Because my mind siko wapi? Siko katika kwenye kuna nini? Mali yangu. Where there is my treasure, hapo ndio ninafikiria. And the time Mungu alinibariki nikapata gari, ilialipika siku moja, nikaiacha somewhere kwa njia sikulala. The whole night nilikuwa nafikiria kwamba inaendelea namna gani, iko namna gani. Where your mind, mahali unafikiria ni kwenye umeweka mali yako. Wamama wengine sasa hapa wanafikiria mahindi yao. Mnakuwa saa mwana rengereti vitumabi ya unobio rengereti. Now, I want nataka kuambia kwamba sasa asina yenu, your treasure, sio mambo ya dunia hii, sio magari na nyumba and everything what ambayo unafikiria, the wealth of this world. That's not what I'm talking about. Siku moja nilienda Nyamira kufanya masisi ya mzee mmoja ambaye ni tajiri sana. Mzee huyu ako na magari mengi. Nissan, chinde kuchigutira kwa Nairobi, chinde zingine zinateremka. Lakini nikiwa katika masiku hayo, hakuna mtu alisema kwamba ama katika Europe ile kwamba eti mzee aliacha magari na aliacha manyumba. Ile kitu niliona imeandikwa hapo ni kwamba Mungu alimbariki na watoto wangapi? Wewe. Hiyo ndio nilisoma tu. Hata nikafikiria kwamba mzee huyu ambaye akona mali nyingi, umugaku yubwati ni nyingi, wae batari kana nabwati chigari ni chinyomba. Wasasi nataka kuambia kwamba your treasure, mali yenu ni watoto wenu in Jesus name. Fikiria sana mali mtoto wako yuko. That is where your wealth is. Mtoto wako ndiye mali yako. So, what are you supposed to do? As a parent, like now and today, play your part. Fanya sehemu yako. Make sure kwamba mtoto wako ameenda shule. Make sure kwamba akifika shuleni, you pay the school fees. Usilale and you have not paid. School fees is like a day. School fees is a debt. Jani school fees ne deni obwata. You can't sleep. Njatini kulala antara akana school fees. Kuchandika. Tini kulala pi. Tini kutaka bruise banga akirisi mkusatu mwana oneka. Wasasi, I want to tell you kwamba think. Mahali asina yako iko watoto wako. Fikiria hapo. So do your part. Number one, kindly pay your school fees. Mataka baibuli bando tumbale wakabona higa. Bale metena ndo mwana wewe sokora matemu. Na anda tara akore school fees paka bona. Then nataka kuambia kwamba usilale. Number two, think of your children. Mambo yake, welfare yake, school uniform inakuwa namna gani, na mambo ya kukua yakifika nyumbani na hata shuleni. Usikuwe comfortable na mtoto wako ako uncomfortable because of the school uniform. Haiko sawa. Sasa abulirobore mu afile tigrit. Usilale. Make sure kwamba umefanya sehemu yako, ndio Mungu atakubariki in Jesus name. Tell your children about the maisha iko namna gani. Teach them to depend on God. Usiwaambie kwamba elimu. Fundisha
kuongoza watoto wenu kumtegemea Mungu. Hata wakati hautakuwa, wajue kwamba Mungu anaweza yote. And that's why we have come here. Hii shule, hata kama walimu wamefanya sehemu yao, wamesomesha watoto, they know that there is God. Wanajua kwamba kuna Mungu, ndio sababu wametenga yote kando, kwamba hata kama tumefanya sehemu yetu, lazima tumwalike Mungu, because they know that there is a living God. Lazima apate nafasi yake ya kumshukuru na kumwambia kwamba now God, sisi kama walimu tumefanya sehemu yetu, tumekuachia sehemu yako. And that's why we are here. This is cool. It recognizes God. Hallelujah. Inajua kwamba Mungu yuko. Teach them how to fundisha watoto wako. Give your children proper discipline. Wasasa, I want to tell you kwamba mimi mzazi wangu, mama yangu yuko, mama yangu and my dad wako. Na ninaambia watoto mahali popote ninaenda kama youth. Mama niko ngitabono higa. Tingu atiko bwako no wese. Igago ndenga kaunse nkugunse. Tinko moira niria, tingo tanga, into ndane ko matenga gakima makoro indiki. Nyabere tingo irora. Ata even at my age. All my mother akiamua kunichapa, sina otherwise. Atanichapa tu. Maana ni mzazi wangu. Alafu wana Bible bande babu hata wana bale iga baba gaambere tu. This will yani hata kama ni kitana huyu na abo moyo mroyo ikile form 4 ota no abairo mondo manen ako na discipline yao vilivyo. Anasoma alafu anakuja nyumbani saa 4 ya usiku. Anatoka wapi? Auno ngawocha. Na abwa tu mchiawo saa 4 ya usiku. Mimi my dad, hii kafi yenye mnaona hapa, yenye hii nani ameleta wakati mwingine huru, ngorete kafi because of corona. Ile kafi kwetu nyumbani ilianza kitambo. My dad asasi ya ranka na wewe kafi hiyo chake. Kama ameingia saa 12, kafi imefanya namna gani? Sasa tunachungana na yeye asitutangulie nyumbani. Unaweza tangulia nyumbani namna gani? Na huyu kijana anakuja saa 2 saa 3 akikuja kwa nani? Kwa nani? Make sure that the discipline of your children will maintain, control your temper when disciplining your children. Where your children are. Kama wazazi, ujue watoto wako wapi. Wanaenda kufanya mtihani, wanakuja nyumbani. Kama hivyo ndio makatanga. Ya kinya sawa ni ting ikaigaro mtemo ndo sike samwa karo sipu school mtawa ndo sika. Tefunke bilao gendo baba. Tagendo baba. Yani bakungu bande muri batoga ati bongo agotuma aba umwana umwana ruko kuri fomfo ngagendo baba mane ubongo bwangu kuri akabako nega yuko kabana abana bawo bonekero ku mutungu baba ene ruri chingu ku kwatu ku mutungu aywasinwa muna kwibole tabande mugasananga abana bangerera kabana gakuna barabuga iga dagira na barabugo kali na barabu chumbi bete chumbi amache muri obukuma murara in Jesus name. Wana kwamba ni kumutomo baba ene ruri chingu. Na wale wa mama wakongwe ninawaambia namna hii. Korutu mwana msibatu mwa chile. Mnaiga kaiga. Mutatu na blenda na kiwacho. Mama watoto ituchukorera. Ukiwasame warara ni siku moja. Teforo mbei baonjo langiri bigibigi pia box zo. Bono rocha mwatige no mwaka. Babere. Ama genabera akore tengiye. Na nanga yokwanza kurusia yando ko mendereme teach them how to cook, share with them about your life, talk about the dead. Wazazi zungumza na watoto hawa juu ya kifo. If you die itakuwa namna gani? Kuna watoto wengine hapa hawana wazazi. And let me tell you, I'm coming to you. Thank God that uko na mzazi. Shukuru Mungu sana kwamba uko na mzazi ambaye hako hai unamuona akitembea. Huyu mama ambaye unamsumbua siku moja akikufa, you will know that you don't know. Your dad ambaye unamuona kwamba ni kitu bure, one day akikufa, you will know that you don't know. Ask those children ambao hawana wazazi, watawaeleza. Hata wanatamani kwamba tu watatoa mama wapi. Wamama, wazee, wazazi,
elezea watoto kwamba Mungu amewatoa wapi. Bible ibandika sawa bali usiriare. Mwale kwale Bible ibandika mwale tuchimatris. Mwale ematris kutoka yale. Yulia ng'ombe sasa wajui yulia ng'ombe nini? Abandi mwale kuyisuba rangi tabantu nana akirusi. Okumunyoka mapema kwa ibanga katikati bali nsinyo bana kurwana oyo komwe kwa nguro rangi tukomoyo ababaga tikati omutagarata ngaini rwana abantu nane bayisitu rangi mwaka n'ubulimo amagana abano kokwana naye. Tell your children where God has brought you from. Ambia watoto wenu kwamba Mungu amewaleta kutoka wapi. I thank my dad kwamba yeye ananiambia, baba yangu ananiambia kwamba amelitaya ni mwalimu. Ila anakosoma uteke ngama osoma mstari mpaka Mungu. Na akasoma akaenda college akawa mwalimu amelitaya. Ananiambia. Sasa watoto wanaona vitu nyumbani, mattress zingine ziko hapa juu mobegetega ama rangiti. Wazazi wengine mmenunulia watoto hawa makomfort. Ukiruku rumane comfort, ngia kama comfort, ngia kolile kama comfort sahi. Hata atasoma eti anajifunika comfort, ina mcomfort na nini? Ina mcomfort na nini? Hata shule atamaliza eti ni comfort na comfort ni yenu sasa. You are comfort because mmetoka mbali. Hallelujah. Fundisha watoto kwamba Mungu amewatoa wapi. Wengine lunch ilikuwa moja. Na boli nyaruka ya last round ya kalalo gukora matamunga. My daughter, kwani mugati skuru? Umugati umugimu ukuli vitu kilima akamande kwa daddy. Mkate mmoja ni kitu ya kuweka tena ukuli the other day. Umugati ile bantu bali kuli 8. Leo hii wanamaliza kila saa ni kupigia simu. Pocket money every time. Tell them kwamba Mungu amekutoa wapi. Waambie kwamba talk to them about the dead. If you die, wataishi namna gani? Watasumbuka. Have done with you. Parents, do your part in Jesus' name. Fanya sehemu yako. Usiseme kwamba nimechoka. Usichoke. Umuiboli okugambira umwana pakoye ndi mbera. Ndio tatinga toiza kama tenge praya nyone na kulega waki. Uichoke tuitwa okugamba bakunya migogo gamba. Wacha kutuambia hapa na harusi na mubwatu kirenzi. Umubwatu kirenzi ni sekwanya kwa letra. Fanya sehemu yako. Hakikisha asina yako, your treasure ndio hii. Ukikufa tutakuja kuona nyumba zenye umejenga na mambo mengi. Tutaona kwamba watoto wako namna gani. Na kama hukusomesa naenda tutaona ile ino kabisa. Somesa watoto wako, fanya sehemu yako, wapate food, wapate chakula mzuri, wakule wakiwa nyumbani na wakiwa hapa shuleni. Pay your school fees. Mengine achia walimu na uachie Mungu. Useme kwamba I've done my part. Walimu na Mungu nimewaachia sehemu yenu in Jesus' name. I've come to you. Teachers. All teachers should copy from the great teacher, Jesus. This word can bring to you blessings or blessing. Kazi ambayo mnayofanya inaweza leta mibaraka kwa maisha yenu ama ilete laana. Hata sio kwako peke yako, maana wewe umesoma, umemaliza, umeajiriwa. Watoto wako, why? You are not serious with your work. You are always late. Kwa kazi yako. So many days you make absent. Janya utaki. Fanyia watoto hawa jinsi vile unataka watoto wako wafanyiwe mahali popote wako in Jesus' name. Be serious with your children. Kwa serious kabisa. Wasomese. Fanya vile ungetaka wako wasome. Maana walimu wengi kwenye wanasomesa sio watoto hawa wako hapo. Watoto wengi wako kwingine. Sasa wewe umepewa hawa. These are the one who will bring blessings to your home na kwa watoto wako in Jesus' name. Sasa fanya bidii kwa kisha nini mnafanya nini hapa? Be more than a teacher. Be a friend to these children. Kwa marafiki. And remember, you will be rewarded by God according to your deeds. Hallelujah. Mungu atawalipa jinsi vile mlivyofanya. And let me tell you, walimu wanabarikiwa sana. Hallelujah. My dad was a teacher. Walimu wanabarikiwa sana.
ukipata mwalimu ambaye watoto wake hawako sawa, wana bamaye ila magozo na arasikita. Mwalimu watoto wako wanapita in Jesus name. Mwalimu watoto wako wanakuwa disciplined automatically. Sio tunaenda kungangana, hapana. Kwa sababu gani? Tajiri amejenga na pesa zake. Kwa kuwa mwalimu amenunua na pesa zake. Mwalimu anafanya bidii sana. Kazi ile ambayo mnafanya, mfati mwalimu wa randi, ebiko gaenda kwa sababu gani? Ebiko roto yendegeke. It is works. Teach with love. Don't use abusive language. Hapana. Hawa watoto wachukulie kama wenu. And above all, walimu wote respect one another in Jesus' name. And respect the leadership. Heshimu principle. One day utakuwa principle. Utahitaji namna gani? Respect the deputy principle. Unaelekea hapo. Respect the senior teacher. Unaelekea hapo. Learn from them. Tufundishe na muweze kukua watu wa upendo na wakarimu, na Mungu awabariki walimu in Jesus name. Walimu wanafanya kazi nzuri. May God bless you in Jesus name. Now I have come to you children. Proverbs 4:13. Biblia inasema kwamba mkamate sana elimu, usimwache aende zake, maana yeye ni uzima wako. Mkamate sana elimu. If there is something you are supposed to hold on, kama kuna kitu unastahili kushikilia sana, ni elimu. Usiache elimu aende. Elimu akienda, maisha yako yatakuwa mabaya. Unawaambia kwamba nyinyi ndio wealth yao wazazi. Proverbs 24 mstari wake wa 4 inasema kwamba na kwa maarifa vyumba vyake uchaswa, vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. By the knowledge shall the chambers be filled with the precious and the present riches. Ukisoma, ukipata maarifa, if you be serious with the education, nyumba yako utaijaza na vitu vile vizuri vya thamani ambazo unahitaji. Mnaosoma mbona? Don't think that unasomea mama yako. Usifikirie kwamba unasomea baba yako. Wengine mkienda shule mnasumbua, mnaru kachimba gari, mara mnaenda wapi, mara mnasumbua walimu. Wengine ukiangalia mada mnaona kwamba mnatoshana na yeye. Wengine ukiangalia mwalimu kama ni wa mathematics unaona kwamba mnatoshana na yeye. Hapana. Huyu hamwezi kutoshana na yeye kabisa. Wewe fikiria kwamba unakamata elimu namna gani ambayo itakusaidia. Number 1, if you be serious with the education, number 1 ni kwamba you will eat what you want katika maisha yako ya baadaye. Ukikamata elimu vizuri zaidi, utakula chenye unahitaji. Watoto mnanipata kweli? Au utapewa chenye na wengine wanataka ukule? Utakula chenye unataka wewe. Ukikamata elimu vizuri, utafaa vile unataka wewe. Ukikamata elimu vizuri, utaishi yoyote ile ambayo unahitaji. Nilikuwa naambia msichana wangu kwamba usipofanya bidii, unajua mimi my daughter alikuwa ananiambia every time, daddy sijui nini anataka mambo ya wasichana mnajua. Alafu tunaenda na mama yake, tunamnunulia ile mnafaa ile bra inaitwa na ile bra. Hiyo tunamnunulia ya 350 400. Ninamwambia chukua ile ambayo ni expensive. Hata chupi ya 300 and above ndio anafaa. Kwa sababu gani? Sisi tunamnunulia ni wazazi. Na ninamwambia kwamba hizi ni zetu. Usipofanya bidii, usome, sio upite kupata pesa zako, hautafaa chupi ya 350. Chupi yenye utafaa ile ukienda hapo taracha 1, taracha 2 ama hapa chini rana ndio. Hapo Kenya, ukienda Kenya unapata akina Njoroge wametoka Nairobi na machupi nyingine wamemwaga hapo, ndio unasikia 15 hapo ndio unainama kuokota ya 15. And I want to ask you this. Ile swali ya 15 unafikiria inatoshana namna gani?
Hiyo lazima upeleke shule, hata kwa fundi huwezi kupeleka. Lazima utafute business ndani usome nsema nasema na kuchima hata igani uroche nini. If you are not serious, wazazi wako wanakununulia chupa ya 300 250 wengine. Hakuna mtu ameifaa hapa ya 15 mnajua. Pia wewe utaki kufanya bidii. Unafikiria unasomea mama yako. Wali uchukubeka ni ya 10. Hiyo bra utafanya ya 25. 25 inatoshana namna gani? You have to be serious with the education now. Lazima ufikirie kwamba utafanya namna gani baadaye. Utadress namna gani baadaye. Good car size. House nzuri ni size. You will be respected. Ukikamata elimu vizuri, you will be respected. You will be known. Utajulikana. Hautadharauliwa. You will travel everywhere where you want. You will be treated vizuri. Hospitali ile utatibiwa ni hospitali nzuri. Utaki kusoma saizi, unajua kuchukubali kubwa ile nyakitali ya madio hata hiyo. Hiyo hospitali zenye hasina madawa. Hiyo ndio unaenda kutibiwa baadaye. Because hauku kusoma vizuri au kusoma kwa bidii. Sasa saizi vile unasoma, saizi you are preparing baadaye hospitali ile utatibiwa. Nairobi Hospital, Mother Hospital, si wapi, Kenyatta si wapi. Lakini usipofanya bidii, wewe onde matega. Utuma bana Parental. Usipofanya bidii, watu wenye wamesoma, walimu hao ambao mnaoona hapa, hata akisikia tumbo kidogo inauma namna hii, akisikia anaara kidogo, anaenda hospitali. Wewe hukusoma, hukufanya bidii. Wewe sasa weekend maombi yao ndio gogo. Na ulimwengu bata. Huo ndio ukweli. Au utapata dawa, utaara the whole week. Maana hukufanya bidii. Sasa fikiria, it's not too late. Fikiria sasa kwamba utabadilisha namna gani. Leo kama ulikuwa unafikiria unasomea mama yako, change. Sasa geuza mawazo hayo. Kama ulikuwa unafikiria unasoma because of your dad, badilisha. Kama ulikuwa unafikiria walimu wanakusukuma sasa eti wanakusukuma usome, badilisha sasa. Kama hujajua ulikuwa unasoma kwa sababu yako. What can we do now, pastor? Tuachane, let us be hardworking yetu kwa masomo na sio kwa mambo mengine. Manage your time well. Hata hii yenye imepaki saizi, God can do miracles in Jesus' name. Badilika tu saizi, Mungu anaweza fanya jambo. Change friends. Matabana bandi mbali utarere tu muntu kana musani tulikuyimazi, ndio kama ngara. Mutame hiyo kuyimazi. Sasa unafikiria mtu yeye rafiki yangu. Tayari tukwaya, na tukwaya. Sasa huko namna gani? Tafuta huyu mwenye unaona kwamba kidogo anaelewa hii mati vizuri. Make sure that anakuwa friend yako. Lazimisha urafiki. Ukinunua maandazi upeleke. Unaona ni kununulia moja. Anafikiria, yani unamforce kabisa. Mpaka unaanza kufanya vitu vile anafanya. Ndio uweze kufaidika. Change friends. Things can be okay. Even now, it's not too late. Number 2 ni kwamba now, as from today, have a vision. Fikiria kwamba ni kwa nini unasoma. Fikiria ni kwa nini unaenda kufanya mtihani. Ukikuja kupewa mtihani yako, ujue kwamba that's your life. Hao ndio maisha yako. Usiende kufanya mchezo. Yaani ukipewa mtihani namna hii, umanyang'ana this is my food. This is my house. This is my car in the future. This is my blessing in the future. You will make sure kwamba you do something. Usiende kulala hapo. Hata saizi wale ambao mlikuwa mnalala, sasa mwanze hakuna there's no time ya kulala. And let me tell you wanafunzi, mimi sina shida na wakulala pastor. Usisumbuke kupita na matron eti amka eti mumerara. Now let me tell you one thing. If you sleep now the way mmezoea, you will wake up. No. Later. If you sleep now, kama unalala saizi, utaki kusoma kabisa unalala.
utakuja kuamka baadaye. Utaamka namna gani? Utakuwa tukeni yonsi wara watchman. Utarara. Nasikia eti watchman wamelala. Sasa umeanza kulipa ule usingizi ulikuwa umelala shuleni, sasa utalipa hapa. Wasichana utakuwa maid Saudi Arabia. Nafikiria kuna kulala Saudi Arabia. Maana uliambiwa usome ukalala. Sasa unaamka tatu time. I don't know kama mmenipata. Wewe lala saizi utakuja kuamka baadaye. Wala ambao walali saizi utakuja kulala baadaye ili Jesus nani. Mtalala kama mmepumzika mbele ndresiko. Msikali aro ayore. Kwa sababu gani? Ulichinyima usingizi now. Sasa Mungu atakupa usingizi baadaye in Jesus name. Work hard and I want to assure you, Mungu atawafanyia muujiza shule hii this year 2023 in Jesus name. Mungu atafanya muujiza. Hatuwezi kuja hapa na ikuwe bure. Jinsi wazazi hao wamekuja wote. Watu wamekuja hapa wengi ambao wanatakia shule hii mazuri. I want to assure you, Mr. Principal na staff yote, mwaka huu niangalie nikisimama hapa, hautakuwa kama miaka ingine in Jesus name. Mwaka huu hautakuwa kama miaka ingine. Tumekataa katika jina la Yesu. Ninajua kwamba mmekuwa mkifanya vizuri, lakini sisi here it must make an history. Lazima tutengeneze historia kwamba mwaka huu kweli Mungu tumekuwa tukikuona, lakini tumekuona zaidi. Hallelujah. And that's why we have come here. Na sisi tumekuja kwa Mungu ambaye anasikiza maombi yetu. Mungu ambaye anatujali. Mungu ambaye anatuwazia mema. Mungu ambaye anatutakia mema. And I told you, hii shule kwa vile imemtanguliza huyu Mungu, lazima atatenda in Jesus name. Lazima atatenda. Wewe kama uko na imani ndogo, hata ungekuja hapa. Anya kwa watu kuingia ndogo ke, ayekana kugenda mapema tutarasa kabisa. Kenda kabisa. Najua kuna wengine Bible bande mbala kwa nini? Njiraje? Nitanya basa Brian yale ni ndoto hiyo kitorosa. Ayenyo koroje sitasema Brian hivyo ni yule Brian ni jina natumia tu maana wengi msianze kufikiria ni Brian hiyo mwana wako hapo. Yaani kuna wazazi wengine akolo tena Peter na ni mbona ni nitasema ngine yale wewe unso mtakolo. Ayenyo ni kile bongo ayekana kugenda. Kana kugenda kabona hiyo leo. Tubuga tiri bagagai tegete ko batebuna Nyasaye tuache kusaba Nyasaye uri moyo. Nyasaye tuache kusaba Nyasaye uri moyo. Nyasaye urachinchiri mpo manene ko kutiria amaliga. Wale mama ambao wamekuja hapa nataka kuwatangazia kwamba Mungu atakufuta machozi kupitia kwa mtoto wako huyu. Manene ko kutiria amaliga wetraso mwana huyo. Musabira maya manene kusiria uchai wetraso abana ba. Wanataka rotraso mnaona arano chaire watoto wacha niwaambie kuna mama wengine na wazazi wengine hapa wamedharauliwa and you don't know ole yega si aono ko pocket money every day na witega tell you utamanya tinga your parents never tell you and you are supposed to look away forward umanyanga na chuku rushogo cha ofisa hiyo and there is no way utatika wasoma oite ekera bantu bako yuno kakuiriata uchakiri usikwaze ile Yesu iyo mwana utaye kwa mbacho wewe maambi na maambi nini ibamire mu nyagitari kwa kuri mwana mu nyagitari lakini sawa moyo yao tani mu nyagitari umwana wewe somore ulaye maambi na maambi nge n'abantu abanyine tukimisani mu Kimoyo University Eldoret umwana uri kuri school anda babisa ni barada muri tena buri university ya chitu buri umwana waba n'umuswati mwaba nditaba yari akipinga tobakani abantu bandi bawo cyangwa ngaya indi twanda ga Kimoyo Eldoret umwana uri mere nande nabike bwinde kike umwana uri mu Italiye mambi na mambi ndo mwana yosika matukabere na ayo mwana uri kiruga ahubwo level 6 uyo kwambuka hiyo mzao mtakona mzunguka mambi na mambi ndo mwana umya niye ali yo kwa yana gotiye ila linye nyinshi na matobo yiburu ebuguru kusomo no pam no
Ora gacho kwambuka ini echo tari nyomba. Obe bande bakire Tiga enyombe pa eyo marino eyo enyombe uyo uzo mwana uri babo umuntu gita esa uri burugake ebintu bya smile uzindira smile mwana abasisenya afere so gufo maboro. Get to the point. Take a step forward.